Hujambo na karibu tena katika kipindi hiki cha uchambuzi wa vitabu cha riwaya kwa maana ya novel. Katika siku ya leo tutaenda kuchambua kitabu kinachoitwa Past Vacation katika ya kipengele cha pili au sura ya pili chapter 2. Kipindi kilichopita tulikuwa tunachambua kuhusu kile chapter 1. Tuliweza kuangazia kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo wahusika. Tuliweza kumwona pia yule Adiel akiwa kama baba pamoja na mke wake Amoti na watoto wake na mambo yote yaliyotokea. Kwa kama hukuwepo katika kipindi kilichopita, unaweza ukakifuatilia kwa YouTube ili uweze kupata hiyo chapter 1. Lakini leo chapter 2 tutaenda kuangazia kuhusu maisha ya Vicky. Vicky ni nani? Tutaenda kumchambua Vicky kwa undani kulingana na mchambuzi wetu Bernard Mkawala alivyokuwa ameweza kumwelezea vizuri huyu Vicky. Lakini sasa kwa kuanza tu na utangulizi, Vicky ni nani? Vicky huyu ni mtoto ambaye alikuwa anaishi kwa mjomba wake ambaye ni uncle ambaye ni Mr. ambaye ni Adiel. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtoto wa dadake na Adiel. Dadake na Adiel aliweza kujifungua mtoto huyu na baada ya hapo aliweza kufariki, lakini mpaka anafariki dadake na Adiel hakuweza kumtambulisha mtoto kwa baba yake mzazi. Kwa hiyo Vicky hakumfahamu baba yake mzazi ni nani. Na hapa niliposhikilia hapa ni kitabu chenyewe cha uchambuzi, kwa nitakusomea ndugu msikilizaji, alafu tutaenda wote sawa. Tunapozungumza kuhusu huyu Vicky kwamba hakumfahamu baba yake, kwamba mama yake aliweza kupewa ujauzito na mtu asiyejulikana, na baada ya hapo aliweza kulea hiyo mimba na akajifungua, na yule mtoto aliweza kumwacha kwa mjomba wake na yeye akawa amepasi away. Kwa hiyo Vicky aliweza kuishi kwa babake, kwa mjomba wake kutoka akiwa mtoto. Sasa umri ulipofika sasa wa kuwa amejielewa kwa binti, akiwa tayari au katika umri wa balehe, akiwa mikononi mwa mjomba wake ambaye anaitwa Mr. Adiel, aliweza kupitia nyakati tofauti zikiwemo za manyanyaso pamoja na kuonewa na kufanyishwa kazi ngumu, kitu ambacho kilimpelekea Vicky sasa kuanza kutafuta namna nyingine ya kuweza kujiokoa. Huyu Vicky tunamwona aliweza kufika mahali akaanza kutafuta chance za nje. Kwa mfano aliweza kutafuta kazi, na katika kazi hizo za nje aliweza kukutana na bwana mmoja ambaye huyu bwana alimleta nyumbani kumtambulisha kama nikusomea kidogo msikilizaji, tuendelee. Vicky, I took this country, bring a man called Akena from another tribe in order to introduce him to her uncle. Aliweza kumpata huyu bwana anaitwa Akena. Lengo ni kuja kumtambulisha kama tamaduni na zinavyosema kwa mjomba wake, na mara baada ya kumtambulisha basi process nyingine ziweze kufanyika za mahali. She met the man while she was in exile. Aliweza kumpata huyu bwana akiwa katika uhamishoni au katika maeneo ya kazini kwake kule maeneo Kitwangani. Lakini cha msingi kwamba huyu Akena alikuwa anatoka kabila jingine, na mila zao za miaka ile kwamba unapopata bwana kutoka kabila jingine manake huruhusi kuwa naye nje na kabila lako. Kwa hiyo alipomfikisha nyumbani, cha kwanza kabisa akiwa pale nyumbani, kabla hajafika nyumbani, yule shangazi ambaye ni Amoti akiwa na mume wake aliweza kuchungulia dirishani, akaweza kumuona Vicky anakuja ameshikana mikono na yule bwana, jambo ambalo lilikuwa ni la ajabu. Kwa hiyo Amoti alikimbia nyumbani kumwambia mume wake kwamba njoo angalie binti yako leo kitu alichokifanya. Anakuja na mwanaume ameshikana mikono, lakini baada ya kufika walipokelewa vizuri, lakini kwa shangazi yake kidogo haikuwa nzuri sana. Alikuonyesha hali ya wivu, lakini mara baada ya mapokezi yale yule Vicky aliweza kufanya utambulisho kwamba mimi hapa ni mume wangu mtarajiwa, kwa hiyo nataka kuja kutambulisha ili process zifanyike. Lakini kwa shangazi yake tuliweza kuona jambo ambalo liliweza kuja ni la kumkatisha tamaa. Cha kwanza alimwambia huyu ni kabila tofauti, ambao walimuita kwa jina la Nyamahanga. Kwa hiyo hawezi kuolewa na mtu ambaye kwa kabila tofauti, na
wakamtishia kwamba anaweza kaenda kule na wakaenda kumnyang'anya. Kwa hiyo jambo ambalo iliweza kumuumiza, lakini katika kelele ile pale ilibidi Amoti mzee Adieli aingilie kati. Alipoingilia kati aliweza kusema, I'm the only one who could from this house. Kwa hiyo kaeni kimya ili niweze kufiksi hii mahali ambayo tunaizungumza hapa. Mara baada ya hapo Adieli said that he needs 15 heads of cattle including 3 girls. Aliweza kuongea mambo mengi ya Adieli, ikiwepo ng'ombe 15, madume 3, mapeti ya soda na fedha nyingi tu, kitu ambacho Akena kilimshinda na akaweza kurealize kwamba hawezi kuendelea na mpango mzima huo wa kumwoa Vicky kwa sababu wamemwekea vikwazo. Kwa hiyo Vicky aliweza kuumia sana na aliweza kulia sana baada ya kuona kwamba her marriage was cancelled, na aliwish kwamba mama au baba angekuwepo. Mara baada ya hapo ndoa hiyo ikawa imeshindikana. So she wishes her mother were alive because her uncle wife is off, no help because he is jealous of her. Kwa hiyo cha kwanza tumeweza kuona wivu kutoka kwa shangazi, lakini cha pili pia tumeona vikwazo kutoka kwa mjomba ambavyo ameweza kuvipata. Kwa hiyo sasa vitu kama hivyo vilimfanya Vicky asifanikiwe katika swala lake la kujinasua kutoka mikononi mwa mjomba wake. Ndugu mtazamaji, hapa maswali machache ambayo tunaweza discuss hapa. Jambo la kwanza, does Vicky know her father? If yes or no, utajibu hapo kwenye comment. Does Vicky know her father? If yes or no, why? Kama tulivyoweza kuzungumza mwanzoni mwa story yetu kwamba Vicky amepatikanaje na babaka aliweza. Kwa hiyo unaweza ukaachia comment yako hapo chini sasa, ili wewe wa kwanza kupata taarifa zingine. Unaweza ukaniandikia hapo ili jibu. Does Vicky know her father? If yes or no, why? Niandikie hapo. Swali la pili, how is Vicky related to Abuki? How relationship between Vicky and Abuki is? Unaweza pia ukaniambia hapo. How or what Vicky can call Abuki? La mwisho, why is the money bought by Vicky to marry her rejected by her uncle? Swali mwisho, why is the money bought by Vicky to marry her rejected by her uncle? Weka pale komenti yako, swali lako, nami nitakujibu. Asante na karibu tena katika kipindi kijacho.